Basi karibuni katika sehemu nyingine ya kuendelea kujifunza Biblia ama ya Bible study, ambapo ni muendelezo hasa katika hii sehemu ni muendelezo wa hiyo clip ambayo imetangulia hapo nyuma, na imani katika mtiririko wa hizo videos, ikiwa unafuatilia, kuna clip ya kwanza ambayo sahihi ya pili ni ya muendelezo. Nimezungumzia kuhusu Isaya mlango wa 4 na fungu la kwanza, lakini katika sehemu yake ya utangulizi, ambapo sasa kufikia hapa, baada ya kuweza kueleza mambo kadhaa wa kadha, jinsi shetani ambavyo angeweza kujaribu kumkengeusha mwanadamu, kwa sababu lengo lake alitaka yeye afanane na Mungu, angetumia njia mbalimbali ambazo kwa hizo basi angeweza kufaulu katika lengo lake. Tukaona kwamba angeazimu kubadili majira, tulizungumzia katika hiyo clip. Nilizungumzia hapo pia, na kipengele kingine hapo katika neno lingine ambalo Danieli katika mlango huo wa 17 tulisoma fungu la 25 kwamba pia angebadili sheria. Nilieleza kwenye hicho ama hiyo clip na namna gani angebadili sheria na ama ilibadilishwaje, na nikagusia pia ni sheria zipi. Lakini ili pia nisonge katika sehemu nyingine sasa ya kuingia katika Isaya 4, nataka kugusa pointi hapa kwa upande ule wa kuibadili sheria. Katika kila mamlaka ama kila serikali za dunia hii zinaongozwa na sheria. Kwa mfano katika serikali yetu hapa inaongozwa na sheria pia ambayo inaitwa katiba ya nchi. Katiba ya nchi ndiyo inayoongoza nchi yote, kuanzia kiongozi wa nchi naye pia anaongozwa na katiba, na wale wote raia waliopo katika nchi hii wanaongozwa na hiyo katiba, ndipo inafanya kuwa na serikali. Serikali inaangaliwa kupitia kwa sheria zake, ambazo hakuna serikali ambayo haina katiba. Otherwise itaikuwa ni serikali ambayo haija kuwa stable, haijadumu, haijakuwa na nguvu na uwezo. Lakini cha msingi, serikali zote zile ambazo zimejikimu kimaendeleo na amani na utulivu, basi zina katiba inayoongoza. Ndivyo ilivyo katika serikali ya Mungu pia kadhalika, iko na sheria ambazo inaongoza, na sheria hizi ni amri 10. Kwa hivyo wakati Danieli alipotabiri kwamba angebadili hata na sheria, ni kwamba hapa ndipo angetaka kupindua hii serikali ya mbingu, na hivyo ndivyo alivyojaribu kufanya kule mbinguni. Sasa aliposhindwa, alikuja kuendeleza vita hapa, maana Mungu alikuwa amemuumba mwanadamu na Adamu akampatia serikali ambayo angeiongoza. Ndipo Biblia inasema kwamba akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkatawale, mkajaze nchi, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wote na dunia nzima. Adamu alikuwa kiongozi, alikuwa mfalme. Chini ya amri za Mungu angeweza kutawala nawe afanikiwe. Kwa hivyo shetani alikuja kumshawishi mwanadamu avunje amri, ili ndipo sasa amri hii inapovunjwa ndipo aweze kuwa na msingi wa sheria yake, ambayo ni potovu, ambayo ni ya kudanganya watu, ambapo sasa wakidai wamo kwenye mamlaka na serikali ya Mungu, lakini wamedanganyika. Nafikiri nilitaka kuchanganua hapo kiasi, ingawa katika clip iliyotangulia niliweza kufafanusha masuala haya kupitia kwa neno la Mungu, Biblia. Sasa tukiingia sasa kwa Isaya mlango wa 4 fungu la kwanza,
ambalo linaanza namna hii: na siku hiyo wanawake 7 watashika mtu mume mmoja, wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Hapa pia kadhalika katika fungu hili ina vipengele kadhaa. Kuna vipengele kadhaa ambavyo tutaviangalia kimoja baada ya kimoja kutokana na maneno ya fungu hili. Vipengele vyenyewe ni karibu vipengele 8, kisha kipengele cha mwisho cha 9 ni jibu la huyu mtu mume ambaye hawa wanawake 7 walisema watamshika, ama Biblia inasema watamshika huyo mtu mume mmoja, wakisema watakula chakula chao. Sasa tutaangalia vipengele 9 kutoka kwa hapa hili fungu, ambapo kipengele cha kwanza ni siku hiyo. Hicho ni kipengele cha kwanza. Na kipengele cha pili ni wanawake. Hicho ndicho kipengele cha pili. And then kipengele cha 3 ni 7. Na kipengele cha 4 ni chakula. Kipengele cha 5 nguo. Na kipengele cha 6 tuitwe kwa jina lako. Hicho ni kipengele tuitwe kwa jina lako. Tutajaribu kuchanganua kila sehemu kwa sehemu. Alafu kipengele kinachofuata utuondolee aibu yetu. Kwa hivyo hivi ndivyo vipengele ambavyo viko hapa. Siku hiyo, wanawake 7, hii ni kipengele kwa kipengele. Mtu mume mmoja, chakula, tutaangalia hicho chakula, lakini alafu kuna nguo, tutakula chakula chetu na tutavaa nguo zetu, tuitwe kwa jina lako ama jina la huyu mtu, utuondolee aibu yetu. Hivi ni vipengele 8. Kipengele cha mwisho ni aibu wanayotaka kuondolewa wale wanawake wanaoshika huyu mtu mume mmoja. Alafu kipengele cha 9 kitakuwa jibu sasa la huyu mtu mume. Aliwajibu vipi hawa wanawake waliokuwa na madai haya ambayo tumeyazungumza, yanayotoka katika kile kitabu cha Isaya mlango huo wa 4 na hilo fungu moja. Japo fungu moja, lakini lina mambo hayo mengi, kwa sababu mara nyingi vitabu hivi vimeandika katika masuala yanayomhusu mwanadamu, lakini katika mazingira ya mafumbo au katika mazingira ya unabii. Sasa kwa msaada wa Roho wa Mungu anatufunulia namna ya kuchanganua mafumbo haya. Na kwa sababu kuna mfumo wetu ambao tangu katika clips zilizofuata nimejaribu kuzungumza kuhusiana na kuweza kufumbua mafumbo. Kwanza Roho wa Mungu aongoze, kisha tuitumie hiyo Biblia kwamba itueleze maana ya hiyo Biblia, yaani huku kidogo na huku kidogo. Sasa tukianza kuangalia Isaya hiyo tumesoma. Sasa kipengele cha kwanza, siku hiyo, nataka kutangulia kuzungumza jambo hapa. Hili swala la Isaya mlango huu wa 4, fungu hili la kwanza, lilihusiana na siku za mwisho, kwa sababu kuna hawa wanawake 7 wanapatikana kwenye Ufunuo mlango wa 2. Kuna vipindi vya makanisa 7: Efeso, Smyrna, Pergamo, Thiatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Ni kanisa lililotembea vipindi hivi 7.
na ni kanisa la mwisho, ama ni vipindi vya mwisho, ni kipindi cha mwisho. Kwa hivyo Isaya huyu alikuwa analenga siku za mwisho, kwa sababu hapa kwa ukweli kabisa maneno haya yalilenga makanisa 7 ya mwisho mpaka Laodikia, katika kanisa la ama kipindi cha 7 ambacho tumo leo. Tunaishi katika kipindi hiki cha 7. Lakini undani wake sasa, undani katika kufuata kipengele kimoja baada ya kimoja, ndipo tunaanza siku hiyo. Na siku hiyo tusome katika Timotheo wa kwanza mlango wa 3 na fungu la kwanza. Timotheo wa kwanza mlango wa 3 tutaanzia fungu la kwanza. Nasema hivi. Samahani kidogo. Timotheo wa pili, ni Timotheo wa pili, samahani, sio Timotheo wa kwanza, lakini Timotheo wa pili. Anasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu, fungu la pili anasema, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Hizi ni siku za mwisho zimezungumzwa na Timotheo, lakini zilitabiriwa pia katika upande wa kidini, kwa sababu hata hapa pia Timotheo anazungumzia kwamba unapofika fungu la 5 anasema, wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Hao waliozungumziwa katika maneno yale mazito mazito yasiyokuwa ya maadili ya kidini, lakini ni watu wanaodai utaua. Ukiangalia katika fungu la 5 hapa katika Timotheo. Kwa hivyo Isaya naye akizungumzia siku hiyo alikuwa amelenga siku za mwisho, kama nilivyotangulia kuzungumza pale awali kwamba katika Isaya huyu katika hii sehemu inapatikana kwenye Ufunuo mlango wa 2 na 3 katika vipindi vya kanisa, vile vipindi 7. Tukiangalia kwa undani ili tuendelee kuthibitisha, tunaona kwamba siku za mwisho zitakuwa ni siku za hatari. Kwa hivyo siku hizi zetu za mwisho, hasa katika upande wa masuala ya kidini, pia ni hatari mno, kwa sababu somo hili litaweza kufumbua mambo mengi sana yanayofanyika katika siku hizi za mwisho, hasa katika ulimwengu huu wa kidini. Maana kila kuchao watu wanatokea na imani tofauti tofauti, lakini wakishika Biblia wakidai kwamba ni imani za kumwamini Mungu. Kwa hivyo tutaenda kuchambua na kuhakikisha kuona kwamba ni nini kimo kwenye mlango huu wa 4 na fungu hili, kama nilivyotangulia kuzungumza katika vipengele hivi ambavyo nimevitaja. Kwa hivyo siku hiyo ni siku za mwisho. Siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kulingana na tulivyosoma Timotheo ni wa pili mlango wa 3 na kuanzia fungu la kwanza. Kisha tukija katika kipengele cha pili, wanawake katika Biblia wanawakilishwa na nini? Kwa sababu ni wamezungumzwa kimafumbo. Kwa mfano, tukisoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 ili kuthibitisha hapa kwamba hili jambo wakati mwingi katika masuala ya kiunabii mwanamke atakuwa anawakilisha nini, tutaangalia. Lakini katika Ufunuo mlango wa 12 hapa kuanzia fungu la kwanza tu anasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua. Ishara, mwanamke ni ishara ya nini? Kwa sababu hapa kuna ishara ya mwanamke aliyeonekana hapa, lakini kule kwa Isaya pia anasema kwamba wanawake. Kwa hivyo ni ishara, mwanamke ni ishara kwa unabii, ni ishara ya jambo fulani. Kwa hivyo tuangalie jambo lenyewe sasa ni nini. Wakati ishara ni mwanamke, jambo lenyewe ni gani?
Sasa mwanamke anawakilishwa na nini katika Biblia? Tukisoma katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 na kuanzia fungu la 22, tutapata ufafanuzi wa hii ishara ya mwanamke. Waefeso mlango wa 5 na kuanzia fungu la 22 tutapata ufafanuzi wa ishara ya mwanamke. Waefeso mlango wa 5 tuanzie fungu la 22, anasema hivi: enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. 24, lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Fungu la 25 anasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Sasa utapata kabisa hapa ulinganisho. Ishara ya mwanamke hapa anazungumziwa ni kanisa. Yesu Waefeso anazungumzia maswala ya mke na mume katika uhalisia sasa, lakini kwa ishara anazungumzia upande wa kanisa. Enyi wake watiini waume zenu kama vile Kristo sasa alivyolipenda kanisa. Sasa Kristo na kanisa ni ishara inayozungumziwa kuhusiana na mwanamume na mwanamkewe. Mwanamume na mkewe hapa inazungumziwa ni ishara, ama ni ishara ya Kristo na kanisa lake. Kama vile Ufunuo anasema ishara ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua. Kwa hivyo ni mwanamke katika Biblia ni ishara ya kanisa. Hii ndiyo iko wazi kabisa katika Timotheo, kwa sababu hapa amejaribu kulinganisha sehemu na sehemu. Mke autii mume kama vile kanisa linavyomtii Kristo. Mke kanisa, mume Kristo katika mazingira haya. Na pia mume ampende mkewe kama vile Kristo naye alivyolipenda kanisa. Kwa hivyo hapa kuna huo uwiano kwamba sasa ishara ya mwanamke katika Biblia ni kanisa. Kwa hivyo haya yakiwa wazi namna hii, nataka pia tuende kipengele cha 3. Tuende kipengele cha 3 kwa sababu mahali ambapo huko wazi tunasonga mbele. Kipengele cha 3 kinasema 7. Hao wanawake walikuwa ni 7. 7 ni ishara ya nini kwenye Biblia? 7 ni ishara ya nini katika Biblia? Basi tutaangalia mafungu ili tuweze kuhakikisha katika masuala haya. Kwanza tunasoma katika kitabu cha Yoshua mlango wa 6 na fungu la kwanza. Yoshua mlango wa 6 tutasoma kuanzia fungu la kwanza ili tuanze kupata maelezo kuhusu unabii wa maneno unaosema maneno haya. 7 inawakilisha nini? Yoshua mlango wa 6. Yoshua mlango wa 6 na tuanzie 6, tuanzie fungu la kwanza. Nasema hivi: basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Fungu la pili. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na ufalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu watu wote wa vita wakiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Fungu la 4 anasema,
na makuhani makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7. Nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Nataka turuke fungu la 14. Fungu la 14 ili tupate sasa kiini, maana hata kule pia tumeona 7 ikirudiwa. Fungu la 14 nasema, siku ya pili wakauzunguka mji mara 1, wakarejea kambini. Ndivyo walivyofanya siku 6. Aya 15, ikawa siku ya 7 wakaondoka asubuhi na mapema wakati wa mapambazuko, wakazunguka mji vivyo hivyo mara 7. Ila siku hiyo waliuzunguka huo mji mara 7. Sasa huu mji wa Yeriko ulikuwa umezungukwa na kuta. Wana wa Israeli walitaka kuingia ndani ya mji wa Yeriko, lakini ulikuwa umezungukwa na kuta. Wakapewa agizo kwamba wauzunguke mara 7, makuhani wapige tarumbeta zao wakiuzunguka mji. Sasa hebu tuangalie katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tuone hii siku ya 7 ni nini kilifanyika. Hata ni Waebrania tu, poleni, Waebrania 11 fungu la 30. Tuone kwamba mara hii ya 7 ni nini kiliweza kufanyika kwa huu mji. Waebrania mlango wa 11 fungu la 30. Anasema hivi: kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku 7. Kwa hivyo siku ya 7 kuta za Yeriko zilianguka. Hapa yamkini tunaweza kuanza kupata picha ya 7 maana yake ni nini. Waliuzunguka mji wa Yeriko mara 6, lakini mara ya 7 kuta zikaanguka. Kwani 7 maana yake ni nini? Bado haijatosha. Tuendelee kupata ushahidi mwingine kuhusiana na 7. Sasa tukiendelea na 7, tunasoma tena katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 18, tunaanzia fungu la 43. Wafalme wa Kwanza mlango wa 18. Wafalme wa Kwanza 18, tutaanzia fungu la 43. Tuangalie kuendelea kupata ushahidi wa 7 ina maana gani. Basi tunasoma, akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akasema, enenda tena mara 7. Haya, tunaendelea. Biblia inazungumza, ikawa mara ya 7 akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda ukamwambia Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Kwa hivyo kwamba baada ya Eliya, wakati alipo jitokeza, kwa sababu
kuna wakati Elia alipojitokeza kwa Ahabu akamwambia, kwa sababu ya makosa na maovu yako wewe mfalme Ahabu, hakutakuwa na umande wala mvua muda wa miaka 3 na miezi 6. Kisha baada ya muda huu wa miaka 3 na miezi 6 ulipoisha, Elia alitokea tena kwa Ahabu. Basi kuna taarifa ambayo iliendelea, lakini kuna muda ambapo sasa Elia, ili mvua inyeshe, alihitajika kurekebisha madhabahu ya Bwana ambayo Ahabu akiwa mfalme katika Israeli, lakini katika sehemu ya Samaria, Israeli, katika nchi ya Israeli, mfalme Ahabu alikuwa Ahabu alikuwa mfalme, lakini katika nchi ya Samaria walikuwa wamejenga madhabahu ya Baali wakiabudu, kwa sababu Ahabu alifanya makosa yeye, kwa sababu alimwoa mwanamke wa kipagani, mwanamke Yezebeli ambaye anaitwa Yezebeli. Sasa wakati Ahabu alipojitokeza tena baada ya miaka 3 kwa sababu ya maovu haya ambayo Waisraeli walikuwa wamefanya kupitia kwa mfalme Ahabu, sasa alihitaji kutengeneza madhabahu ya Bwana, kurekebisha madhabahu ya Bwana ambayo ilikuwa imevunjika. Akairekebisha, na ndipo basi akatengeneza madhabahu hayo, akajaza kuni, akajaza maji, kisha akaomba ili Bwana ajibu. Maana alimwambia sasa, maana manabii wa Baali walianza, akiwajibu kwamba watengeneze madhabahu yao, akawaambia vile watafanya ili waombe waone kama ni Mungu gani anaweza kujibu kwa njia ya moto. Kwa hivyo vile vile madhabahu manabii wa Baali alivyowaelekeza wafanye na Mungu wao hakujibu, ndivyo Elijah alifanya hivyo hivyo, alirekebisha lakini madhabahu ya Bwana, lakini masharti yake yakawa vile vile kumimina maji pamoja na kuni. Halafu tena sasa naye akaomba Mungu wake. Alipomaliza kuomba, basi ndipo Bwana alijibu kwa moto, kwa sababu ile sadaka ya kuteketezwa ambayo iliwekwa pale pamoja na ile maji yaliyojazwa, basi moto uliweza kuila, yani kuila kwamba kuichoma. Baada ya tukio hilo, ndipo sasa akamtuma mtumishi wake angalie upande huu wa mashariki kama vile Biblia ilivyozungumza. Hebu nirudie katika fungu la 43, akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari, ndiyo. Akakwea akatazama. Sasa mara ya kwanza hakuna dalili, lakini mara ya 7 akaanza kuona dalili ya wingu. Kwa hivyo utimilizo wa sehemu ya 7 ama neno 7. Hii 7 maana yake ni nini? Maana pia tunaona katika kisa hiki cha Elia kuna mtumishi hapa anaangalia mara 7, lakini mara ya 7 ndio anaanza kuona dalili. Kwani 7 ni nini? Basi bado tupate ushahidi, tuendelee kupata ushahidi ili wakati tunapoweza kujibu sasa 7 ni nini maana yake, tuwe tumepata ushahidi wa kutosha. Hapa tena tunasoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sasa. Wafalme wa Pili mlango wa 9 fungu la 10 na 14. Wafalme wa Pili 5 mlango wa 5 na fungu la 10, alafu fungu la 14. Haya, bado tunatafuta ushahidi wa matukio hapa. Wafalme wa Pili 5 fungu la 10, alafu kisha tusome fungu la 14. Sasa fungu la 10 linasema, naye Elisha akampeleka mjumbe akisema, nenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Fungu la 14. Fungu la 14 linasema hivi. Fungu la 14 linasema, ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake
nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Sasa hili nalo ni tukio la Elisha na Naamani ambaye alikuwa na ukoma. Naamani alikuwa ana ukoma, akapeleka mjumbe, ama kuna mjumbe akatumwa kwa nabii wa Mungu Elisha akimweleza kuhusiana na ukoma wake, lakini Elisha naye alituma mjumbe kwamba kamwambie Naamani aende akaoge mara 7 katika mto Yordani. Basi katika hizi mara 7, ikawa mara ya 7 nyama ya mwili wake ikageuka, akapona. Inasemekana kwamba akawa kama mtoto mchanga. Hapa bado tumeona 7 inazungumzwa katika kitabu hiki. Sasa katika maneno haya tunaweza sasa kuangalia jambo hapa. 7 maana yake ni nini? Tumeona sehemu ya kwanza, kuta za Yeriko zimezungukwa mara 7. Tukaambiwa katika kitabu cha Waebrania kwamba ikawa mara ya 7 kuta zikaanguka. Tumeona tena Eliya na Ahabu. Baadaye mtumishi wake akaangalia mara 7, mara ya 7 ndipo kukatokea dalili ya wingu ambayo ilikuwa ni dalili ya mvua, ama katokea wingu ambayo ilikuwa ni dalili ya mvua. Tena tumeona hapa katika Wafalme huyu kuhusiana na kisa cha Naamani na pamoja na Elisha. Sasa Naamani anakuwa mzima, ama ukoma wake unapona baada ya mara ya 7. 7 ni nini? 7 ni ukamilifu, perfection, completeness. 7 ni ukamilifu, kama vile 3 ilivyo ukamilifu katika muktadha wa Biblia. Namba 3 nayo ni ukamilifu, ndivyo ilivyo 7 ni ukamilifu pia kadhalika. Mara ya kwanza aliangalia mtumishi wa Elijah aliangalia, lakini mara ya 6 kwa sababu sasa mara ya 7 kwa sababu sasa ni ukamilifu, ndipo akaona dalili ya mvua. Naamani alioga mara ya kwanza, mara ya pili, lakini mara ya 7 ukoma wake akapona. Kuta za Yeriko na zilizungukwa mara ya kwanza, ya pili, ya 3, lakini mara ya 7 sikaanguka. 7 ni ukamilifu katika hesabu ya Biblia. Kwa hivyo hiyo ndio maana yake. Sasa wanawake hawa walikuwa ni 7. Basi na tukaona kwamba makanisa ama mwanamke akiwakilishwa na kanisa. Sasa tutatoka kule kwa makanisa kwa mwanamke sasa, kwa sababu tunapopata uhalisia tunaenda kwa ule uhalisia sasa. Katika matamshi yetu tutaenda kwa ule uhalisia. Siku za mwisho wanawake 7. Hapa sasa mwanamke anawakilishwa na kanisa, lakini wanawake hawa ni 7. Je, ni makanisa 7? Lakini kwa sababu tumepata kwamba 7 ni ukamilifu, tutajaribu kupanua. Na kama nilivyotangulia katika introduction kwamba Isaya alikuwa anazungumzia kipindi cha mwisho, na 7 hii pia ni vipindi 7 vya makanisa ambayo yanapatikana katika Ufunuo mlango wa 2 na 3. Lakini hapa tunatafuta uhalisia kwamba kweli mwanamke ni kanisa, na 7 hii uhalisia wake kama ni ukamilifu. Sasa kuna swala kuhusu kushika mtu mume mmoja, ndipo inalotuletea hoja tuwe na tahadhari, tuwe na umakinifu kwamba 7 hii inamaanisha ni ukamilifu. Makanisa haya sasa ni mangapi? Huwezi hesabu. Makanisa haya ni mengi kwa muktadha wa hoja tunayofuatilia. Makanisa haya ni mengi. Makanisa ni mengi kwa sababu 7 ni ukamilifu. Na kipengele cha mwisho tutaona kabisa kitabu kingine tutakachoweza kusoma huko. Bora tufuatilie klipu hii. Kipengele cha mwisho kile cha huyu mtu sasa anajibu wanawake hawa. Tutaona kabisa katika uhalisia wake. Lakini pia hapa tunaendelea kuona katika uhalisia. Kule ni kuendelea kusisitiza na kuthibitisha zaidi.
Lakini hapa saba hii ni wanawake kweli ambao ni wanawakilisha makanisa, lakini saba hii ni makanisa mengi yasiyo na hesabu yataweza kutokezea. Hivi ndivyo Isaya alikuwa anazungumza. Na yanapotokezea, kipengele kile kinachofuata sasa cha 4, wanasema kwamba tutakula chakula chetu. Ama kabla ya kusema utakula chakula chetu, kipengele kile cha 4 ni kushika mtu mume mmoja. Wanawake 7 watashika mtu mume mmoja. Ndipo watakuwa na madai kule mbele, tutakuwa chakula chetu na nguo zetu tutaendelea kuangalia. Lakini hapa nataka tuingie katika mazingira ya kuchanganua kwamba wanataka kushika mtu mume mmoja. Hawa wanawake ni makanisa haya, makanisa mengi yangetokezea siku za mwisho. Lakini tuangalie kwanza huyu mtu mume ni nani. Tusome Yeremia 31 na fungu la 31 na 32. Yeremia mlango wa 31 na fungu la 31 na 32. Mafungu haya yanasema kama ifuatavyo. Fungu la 31 na 32. Anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. 32 anasema, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao. Bwana anajitangaza hapa kuwa mume kwa Israeli. Bwana anasema ningawa nalikuwa mume kwao. Tumeona kwamba mwanamke ni ishara ya kanisa. Tumeona wanawake 7 watashika mtu mume mmoja. Na tukaona 7 ni ukamilifu. Ina maana ni makanisa mengi yasiyokuwa na hesabu yatashika mtu mume mmoja. Kulingana na Biblia hapa sasa tuliposoma Yeremia, mtu mume huyu ni Mungu huyu, kwa sababu anajitambulisha hapa. Yeye ndiye aliyekuwa kiongozi wa Israeli, lakini anatangaza kwamba alikuwa mume na alikuwa mume kwao. Kwani Israeli alikuwa ni kanisa, kwa sababu tumeona mwanamke ni ishara ya kanisa. Kwani Israeli alikuwa kanisa, ndipo Bwana aseme na alikuwa mume. Kwa muktadha wa Waefeso alivyosema katika Waefeso mlango wa 5. Sasa nataka tusome katika kitabu cha Matendo mlango wa 7. Ndio tuone kama Israeli alikuwa kanisa. Ndipo Bwana aseme kwamba yeye alikuwa mume kwa Israeli. Matendo mlango wa 7, fungu tutasoma 38. Matendo ya Mitume mlango wa 7. Hebu tuangalie fungu la 38 tupate jibu la hili swali ambalo tunajaribu kulichanganua hapa. Kwa nini Bwana anajitangaza kama mume kwa Israeli? Kwani Israeli ilikuwa kanisa? Basi tunasoma katika fungu la 38, anasema, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, na tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa kule jangwani. Kwa hivyo jangwa hili linalozungumzwa ni wakati wa Israeli walipotoka Misri na kwenda Kanani. Walipita katika jangwa. Hawa ni Waisraeli hawa. Na huyu anayezungumzwa ni Musa. Yaani yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Musa alikuwa kiongozi wa lile kanisa, ijapokuwa Mungu alikuwa akiongoza katika lile wingu mchana na nguzo ya moto usiku. Yule alikuwa ni Kristo. Yule alikuwa ni Mungu. Alikuwa ni Kristo yule. Aliyekuwa akiwaongoza. Lakini hapa hiki kipengele kinazungumza kuhusu Musa pia, kwa sababu alisema yeye ndiye pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai. Musa ndiye alipanda ule mlima Sinai, akazungumziwa na yule malaika. Malaika huyo kwa muktadha wa kuingia kwa undani, huyu malaika mkuu, huyu malaika ni Yesu Kristo anayezungumzwa hapa. Alisema na Musa, tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima. Musa alipokea amri 10 kutoka mlima Sinai.
akaja akawapatia watu, pamoja na yale yote ambayo yalikuwa maongozi ama muongozo wa Mungu, akiwapatia watu wana wa Israeli, Musa alipokea. Lakini kiongozi mkuu ambaye alikuwa kiongoza wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani ni Mungu, kwa sababu hata Musa naye alikuwa anafuata wingu mchana na usiku anafuata nguzo ya moto, na kwa hivyo yeye naye alikuwa akiongozwa. Lakini kulikuwa kuna visible leader na invisible leader. Kulikuwa na kiongozi aliyekuwa anaonekana ambaye ni Musa, na kulikuwa kuna kiongozi ambaye alikuwa haonekani ambaye ni Mungu, ambaye alikuwa mbele ya Musa pia kadhalika. Kwa hivyo Musa Mungu mbele, Musa hapa nyuma kidogo, na wana wa Israeli nyuma ya Musa. Kwamba Musa anafuata wingu wakati wa mchana, nao wana wa Israeli wanamfuata Musa. Hii ndiyo connection. Kwa hivyo wakati Mungu akijitangaza kwamba nalikuwa mume kwao, basi kuna muingiliano kweli kwamba Waisraeli ilikuwa ni kanisa. Maana Matendo anasema yeye ndiyo aliyekuwa katika kanisa jangwani. Hapa kuna muingiliano mzuri kuhusu swala hili la wanawake 7. Kwa hivyo mtu mume mmoja huyu ni Mungu. Lakini bado tutafute ushahidi kidogo kwamba tunaweza ongeza jina lingine hapa ambalo linaweza kuwa na uwiano. Yohana mlango wa 14 na fungu la 8 na 9. Nataka tujaribu kuunganisha Yohana mlango wa 14 na fungu la 8 na 9. Anasema hivi, fungu la 8 anasema, Filipo akamwambia Bwana, tuonyeshe Baba yatutosha. Fungu la 9, Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue bado? Usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wasemaje, utuonyeshe Baba? Sasa Yesu anatangaza hapa umoja alionao yeye na Baba yake. Me and my Father are one. Hii ni Yohana pia anazungumza, mimi pamoja na Baba yangu tu umoja. Sasa Filipo anamuuliza Yesu, tuonyeshe Baba. Lakini Yesu anamwambia Filipo, ukiniona mimi umemwona Baba pia. Na ni kweli kwamba hawa wanafanya kazi kwa umoja. Tabia ya Baba ndio tabia ya Mwana. Kwa hivyo ukitaka kuona Baba, angalia tabia ya Mwana. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa anafafanusha hapa pia. Ukitaka kuona sura ya Baba, maana hata Biblia katika Waebrania anasema yeye ni chapa ya nafsi yake. Sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura na katika mfano. Lakini Biblia inazungumza Yesu ni chapa ya nafsi ya Mungu. Kwa hivyo hapa kuna ufanano wa kutosha. Kwa hivyo ukitaka kuangalia tabia, ukitaka kujua tabia ya Baba, angalia Mwana. Ukitaka kuangalia Baba anaonekanaje, angalia Mwana. Hivi ndivyo Yesu alikuwa anajaribu kumwambia Filipo, kwamba usijaribu, yani usitafute kutaka kuonyeshwa Baba. Niangalie mimi, utakuwa umemwona Baba, kwa sababu mimi na Baba yangu ni umoja, kama mafungu mengine ya Biblia yanavyozungumza. Kwa hivyo sasa katika fungu hili linaonyesha kabisa kwamba mtu mume huyu tunapomweka kwa Yesu anaingia hapo pia kadhalika. Anaingia hapo kulingana na ufafanuzi ambao Filipo anataka kuonyeshwa Baba, lakini Yesu anamjibu Filipo, niangalie mimi, utakuwa umemwona Baba. Kivipi? Kitabia, maisha, yani kila kitu, na umoja walio nao ambao hawagongani, hawapishani. Shauri la Baba ni shauri la Mwana. Basi Filipo akaambiwa tosheka katika mazingira hayo. Kwa hivyo katika hili tukisema kwamba mtu mume huyu ni Yesu Kristo, bado hatujakosea kwa muktadha wa namna Yohana katika kitabu cha Yohana na Yesu anavyomjibu Filipo pia kadhalika. Kwa hivyo wanawake 7 watashika mtu mume mmoja. Tumeona kwamba wanawake hawa wanawakilishwa na kanisa. Na 7 hii ni ukamilifu. Kwa hivyo ina maana makanisa mengi yasiyokuwa na hesabu, makanisa mengi ambayo huwezi kuhesabu, watashika mtu mume mmoja, ambaye sasa huyu tunaweza muweka Kristo hapa ndani. Wakisema tutakula chakula chetu, sasa
tunataka kwenda, nataka niende katika kile kipengele kinachofuata, ndipo tuweze kuona kama tunafikia wapi. Sasa kipengele cha hapa tulikuwa tunazungumza kipengele cha mtu mume ambacho ni kipengele cha 4. Sasa hapa nataka tuangalie kipengele cha 5. Kipengele cha 5 kinazungumza kuhusu chakula. Wanasema tutakula chakula chetu. Sasa haya ni makanisa sasa. Tumetoka kule kwa wanawake kwa sababu tushapata tafsiri. Makanisa mengi wakisema tutakula chakula chetu. Kwani chakula ni nini katika Biblia? Chakula ni nini katika Biblia? Tuangalie katika kitabu cha Mathayo mlango wa 4 fungu la 3 na 4. Mathayo mlango wa 4 fungu la 3 na la 4. Haya. Kuna maneno yanasemwa hapa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Fungu la 4 linasema, naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo tunaangalia hapa tukianza kufasiri mkate ni nini. Mjaribu anakuja kumwambia Yesu, wakati Yesu baada ya kubatizwa alienda kule nyikani akajaribiwa na Ibilisi. Lakini jaribu la kwanza anamwambia geuza mawe yawe mkate, yani chakula. Sasa Yesu naye anajibu kwamba sio chakula hiki cha kimwili tu ambacho kinamfanya mtu aishi, lakini neno la Mungu. Kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu ni chakula pia kadhalika. Anamjibu namna hii. Sasa hiyo ni pointi ya kwanza ya kunukuu kwamba hapa tunaonyeshwa kwamba mkate ni chakula hapa, ama chakula ni mkate. Wanasema tutakula chakula chetu. Sasa chakula hiki ambacho ni mkate ni neno la Mungu, kulingana na jibu la Yesu kwa Ibilisi, kwamba lakini si mkate tu, lakini kila neno la Mungu, kila neno la Mungu linalotoka katika kinywa chake ni chakula pia, maana mwanadamu hataishi kwa mkate huu anaokula tu. Kwa hivyo hapa tunaunganisha hapa kwamba chakula hiki ni neno la Mungu. Lakini bado nataka tuendelee kupata hoja. Yohana 6:33 hadi 35. Yohana 6:33 hadi 35. Pia tuendelee kupata uthibitisho. Yohana 6:33 hadi 35. Maneno yanasema hivi hapa. Kwa maana chakula cha Mungu ni hiki, ni kile kishukacho kutoka mbinguni, na kuupa ulimwengu uzima. Chakula cha Mungu ni kile kinashuka kutoka mbinguni, kinachoupatia ulimwengu uzima. Haya, tuendelee. 34 anasema, basi wakamwambia, Bwana, si utupe siku zote utupe chakula hiki. Hiyo 34. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. 35 anasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye niaminie hataona kiu kamwe. Kwa hivyo chakula hiki kinachozungumziwa ni Yesu. Lakini Yesu kivipi? Kwamba Yesu tuamlaje? Leo hivi Yesu yuko mbinguni, tuamlaje hapa? Naye alipowaambia wanafunzi kwamba yeye ndio chakula cha uzima, ina maana sisi ndio tunaowakilisha wanafunzi wa leo. Maana wanafunzi hawapo, wale mitume 12 hao walifanya kazi yao, maisha yao yakakoma, basi nao wanasubiri ufufuo. Lakini sisi tunakuwa wachukuzi wa nuru ile ya mitume. Lakini bado tunamwamini Yesu Kristo, na Yesu anafaa kuwa chakula. Tuamlaje Yesu? Neno la Mungu ni chakula. Neno la Yesu, Biblia, neno la Mungu ni neno la Yesu, hicho ndicho chakula cha uzima. Kwa hivyo wale wanawake
yale makanisa yaliyodai kwamba tutakula chakula chetu, ina maana hili neno la Mungu, hili Biblia, ina maana kabisa. Sasa hapa ndio tunaingia mkorogo hapa. Lingeweza kukorogwa hapa, lingeweza vurugwa hapa. Kwa mfano, nataka tusome mafungu ya Biblia kwamba hiki chakula wanawezaje kula chakula chao? Wanawezaje kula chakula chao? Makanisa yanawezaje kuwa na mafundisho yao ama chakula chao? Wacha tuulize hilo swali, lakini tuangalie majibu sasa, tuone matokeo. Kuna namna hii. Isaya 29 fungu la 13. Tuanzie hapo. Tuone vile ambavyo haya makanisa yanavyokula chakula chao. Tuanzie hapo. Isaya mlango wa 29 na fungu Isaya 29 na fungu la 13. Ndiyo. Bwana akasema, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walichonacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Narudia. Sikiza maneno hapa. Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walichonacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Sasa na hili ni swala nyeti linalotukia kweli leo katika siku hizi. Watu, makanisa na washirika wanadai kumcha Mungu kabisa, wanahofu, lakini kumbe kile kicho chao kwa Mungu ni mapokeo ya wanadamu waliofundishwa. Hili fungu ni fungu zuri na ni fungu ambalo lina mwanga. Narudia tena, kwa sababu ni fungu zuri lenye kuwa na mwanga sana. Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa huniheshimu, hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walichonacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Sasa hapa ili swala ni kweli kabisa, kwa sababu tunapoangalia ulimwengu kwa upana, jinsi watu wanavyofanya bidii, wanaomba, wanafunga, wanalia, wanajazwa na roho na kupinduka na kuvingirika, maana wamefundishwa hivyo. Haya ni mafundisho, ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa kulingana na kitabu cha Isaya. Hebu tena tujaribu kupata fungu lingine linalohusiana tu na Isaya, lakini ili tuendelee kuweza kupata ufafanuzi. Mathayo 15 fungu 7 mpaka 9. Mathayo 15 fungu la 7 hadi 9. Mathayo 15 fungu la 7 hadi fungu la 9. Anasema, enyi wanafiki. Ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu, akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo,
ila mioyo yao iko mbali nami. Sasa unajua Yesu alikuwa anawaambia wale Wayahudi pamoja na Mafarisayo kwamba Isaya alitabiri juu yenu. Leo hivi fungu hili liko hai kwetu, kwamba pia Isaya alitabiri juu yetu. Hebu tusome fungu la 9. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kweli haya mambo yanatuhusu na yanatukia leo, kwa sababu unabii huu ulihusu siku za mwisho. Mambo haya tunaona kwa macho, ndio maana tunajaribu kushauriana hapa. Vipi iweje? Kwa mfano sasa, nataka nitoe mfano wa leo ya mambo yanayotokea, ndipo tuone kweli kwamba ni maagizo ya wanadamu. Kwa mfano nataka tusome fungu la Marko Marko 7:8 kwanza. Marko 7:8 kwanza, ndipo tuweze kuendelea kupata ufafanuzi. Marko 7:8. Marko 7:8 anasema, ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. This is point number 1. Leo watu wameacha amri ya Mungu na kuanza kufundisha mapokeo ya wanadamu. Nataka kusisitiza hapa kwa sababu ni leo hivi, kama ilivyokuwepo wakati wa Yesu pamoja na Mafarisayo pamoja na Wayahudi. Leo yatuhusu kwa sababu hili ndilo limejaa tele. Watu wameacha amri na kufundisha mapokeo ya wanadamu. Amri 10 zipo, lakini watu wamefundishwa kwanza kwamba Yesu peke yake, yeye ukimpokea Yesu, ukimpata Yesu, ukimwamini Yesu, hata na amri ziko hapo ndani, kwa sababu Yesu, wanadai kwamba Yesu ndio mwisho wa sheria. Yesu ni mwisho wa sheria, lakini maana yake ni nini? Kwamba hii sheria wakati inapokukosoa wewe kwamba wewe ni mtenda dhambi, haiwezi kukuondolea dhambi. Sheria kazi yake na kupeleka kwa Kristo. Ukisoma Wagalatia mlango wa 3 na fungu la 24, inasema basi Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Kwa hivyo sheria inapokupata na hatia haiwezi kukuondolea hatia yako, inakuleta mpaka kwa Kristo ikwambie huyu ndiye anaweza kukuondolea hatia. Kwa hivyo wakati tunapotamka mafungu ya Biblia tuyaelewe, kwa sababu hivi ndivyo hawa viongozi hawa ambao tumewasoma katika Isaya hawa ndivyo wanavyotafsiri hawa, kwamba ukimpata Yesu, ukimwamini Yesu, umepata vyote, hata sheria umeitunza. Umeitunzaje? Wakati unafaa kuielewa hiyo sheria ya semaji. Katika klipu iliyotangulia ndio nije hii nilizungumzia kuhusu wakati wa sheria ya Mungu ilivyobadilishwa. Ikaondolewa amri ya 4 na amri ya 2 pia ikaondolewa. Sasa hapa leo katika maisha tunayoishi leo kuna uvunjaji wa sheria ya Mungu wazi wazi katika zile amri 10. Hasa watu wakidai kwamba sio wauaji, watu ambao wakidai sio wazinifu, watu wakidai kwamba hawasemi uongo, watu wakidai kwamba hawatamani, lakini kuna amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya Sabato. Siku ya Sabato ni Jumamosi, sio Jumapili. Sasa watu wamefundisha, wale viongozi wale wakifundisha mapokeo ya wanadamu, wamepindua, wakajaribu kuwahimiza. Nimezungumza katika ile kipengele katika klipu iliyopita kwamba angalia kuonyesha kweli kwamba sio siku ya Sabato. Ile siku ya Sabato ile katika Biblia ilisema
siku hiyo usifanye kazi yoyote. Siku hiyo nikasema basi iwe ni Jumapili kwa mfano. Mbona watu wanaenda kanisa madakika, masaa kidogo, warudi wafanye kazi zao? Hii siku inaisha. Kuonyesha ni ya uongo. Kwani wale wanaotunza siku kweli kulingana na amri huitunza masaa 24. Kwa hivyo huu ni udhihirisho kwamba si ya ukweli, lakini watu wamefungwa macho. Wamepokea, wamekunywa, wamekula mapokeo ya wanadamu na wanafuata maagizo hayo. Hii Marko tuliyosoma ni pointi ya kwanza inayothibitisha yale ambayo kweli ni mapokeo ya wanadamu. Kwanza, wameacha amri, wamechukua mapokeo. Amri ni amri 10 ambazo zimeachwa na watu wamepokea mapokeo mengine. Haya, tuende kwa kipengele kwa fungu lingine. Jambo lingine ambalo latokea leo ndio kule kula chakula chao sasa. Kule kula chakula chao. Tuende jambo lingine. Kwa mfano, katika Mathayo 10 na fungu la 8. Sikiza. Mathayo mlango wa 10 na fungu la 8, kuna maneno hapa yanazungumzwa. Anasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Lakini leo wewe, ili yule unayemuita mchungaji ili akuombee ni upande mbegu. Umeambiwa mmepata bure, toeni bure. Wewe unaombea watu kwa televisheni, unawaambia panda mbegu, sijui tuma M-Pesa ndio hiyo ni kuombee. Umepata wapi? Haya ndiyo mapokeo ya wanadamu. Haya ndiyo mafundisho ya hiku ndiko kula chakula chao. Ulipata wapi wewe kwamba mpaka watu wapande mbegu? Sijui ili upokee, sijui jenge nyumba leo, ama ununue gari, basi panda mbegu. Hapana. Huu ni upotoe. Lakini watu wamejazwa na watu wameamini, wanatuma. Innocent people, watu wasiokuwa na hatia. Imagine, hawajui, wanafikiria hivi ndivyo kubarikiwa, nao wanatuma pesa. Tena hata na wengine tunaowaona kila siku kwenye televisheni, mtu anakuwekea kiwango 210, 310, 510, 710. Hapa sasa na maombezi nayo ukitaka kama una uwezo ule wa chini utaombewa, utatuma 210. Ili sasa ukiombewa unaweza pata kazi, ukafungua kibanda. Lakini kama unataka kununua gari na kujenga nyumba kubwa, lipa 710. Na watu wanatuma kwa sababu maisha haya ni magumu. Kila mtu anapata mazuri, kila mtu anataka hayo mazuri. Sasa watu ni wagonjwa, Biblia imesema toeni pepo, pozeni wagonjwa bure. Mmepokea bure. Nyinyi ili muwaombee wagonjwa mnawalipisha pesa. Na watu wanatoa kwa sababu wanataka kuwa wagonjwa. Tena mmevaa masuti makubwa na magari makubwa mnaendesha maprado hayo. Sasa nyinyi huu ni unyang'anyi wa kidini. Huu ni unyang'anyi wa kidini. Mmewapofusha watu kwa jina la Kristo, mnawaendea mkiwapora. Mmekuwa wanyang'anyi wa dini, wanyang'anyi wa Biblia. Jina la Kristo mnalitumia kunyang'anya watu, wapora. It's unfair. Sio vizuri. Watu innocent hawajui. Nyinyi mmepata daraja la kuvukia mto, yani kuvukia mashele mengine. Na mnawanyang'anya, mnawapora. Kuna watu wanatuma pesa, hata watu wanauza viwanja wanawapatia nyinyi kwa sababu mmewapora akili zao. Paka wameendea nyinyi. Na Biblia imekataza hapa. Mnawafundisha mafundisho yaliyo mapokeo ya wanadamu na watu wamepokea. Hii sio haki. Hii sio halali.
hivi ndivyo kula chakula chao. Biblia inasema wanawake watasema, wanashika mtu mume mmoja, wanasema tutakula chakula chetu, tutavaa nguo zetu. Iweje? Tutapata jibu hilo katika video inayokuja. Lakini iweje wewe unakula chakula chako, unavaa nguo zako, kisha ukitoka kule unaitwa kwa jina langu? Haya, tutaachia hapo, lakini video nyingine nakuja kuendelea kuchanganua, kufafanusha, kufunua katika kitabu hiki cha Isaya mlango wa 4. Bwana wabariki. Amen.